Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninarudi tena nikiwakumbusha na kuwaongoza katika njia inayompendeza Mungu. Wengi tumekuwa bado tuko katika Agano Jipya, lakini bado tunaishi maisha ya Agano la Kale. Yaani tuko katika wakati huu wa sasa, lakini bado kiuhalisia ama kiroho, kimwili tuko ulimwengu huu tulio sasa, lakini kiroho tuko katika ulimwengu wa zamani uliopita. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwa ninasema watu wamepumbazwa na wakapumbazika. Na sana sana wazungu wanasema brainwashed, yani wameshikiliwa ufahamu wao. Na hii wameshikiliwa wengi sana, kwa sababu wengi wanaamini maombi bila kuombewa chumvi, bila kutumia maji, mafuta ya upako, vitu kadhalika kama hivyo. Sijui nasikia kuna mpaka keki za upako. Wanaona ni kwamba asipoenda kanisani na maji yakaombewa, basi yeye hawezi akaomba ile shida yenye kwake nyumbani ikaisha. Yule mgonjwa anaona sipomwagilia maji ama sipompaka mafuta ambayo yameombewa ya upako, sijui ama chumvi, maji ya chumvi alafu akampa akanywa, anaona ile shida haiwezi kuisha. Lakini acha nikwambie kitu kimoja mpendwa. Wakati wa kale, kitabu Agano la Kale, watu walikuwa wanatoa mpaka sacrifice za wanyama, ambapo Mungu ndivyo alivyoongoza wakati ule kabla Yesu kuja kujitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule watu walikuwa wanatoa wazao wa kwanza wa mifugo na hata nafaka. Mazao ya kwanza walikuwa wanaleta hekaluni, yanateketezwa kwa ajili ya kufuta dhambi na vitu vingine kama hivyo na kutakaswa. Na tukiangalia pia chumvi ilitajwa sana kwenye Biblia. Ilifanya miujiza, lakini Mungu mwenyewe ndo aliruhusu kipindi kile. Ila baadaye akaja akaona hapana. Hawa ninafaa kuwapa silaha ambayo ni silaha hakuna kitu chengine itakachoiweza, ambalo ni jina la Yesu. Mungu akatupa jina lililo kuu juu ya majina yote, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu, jina lililojaa uponyaji. Haikutosha, akamtoa kabisa mwana wa pekee. Damu iliyomwagika pale msalabani, pale Kalvari, haikuenda bure, bali inanena uhai, inanena baraka, inanena ulinzi na inanena uponyaji kwa kila anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ambaye bado unaomba kwa kuamini vitu, chumvi, maji, sijui nini, ndimu, sijui karafuu, sijui vitu kama hivyo, my dear, huamini jina la Yesu. Unasema ndani yako Yesu anatenda, lakini ni chumvi ndizo zinazotenda kazi kwenye maisha yako. Na siku ile itakuwa ni siku mbaya sana kwako. Kwa hivyo badilika. Kama unaamini hizi vitu, anza kuamini jina la Yesu. Unajua hata mimi katika kila kanisa huwa kuna desturi za wachungaji, kuna maombi fulani ama kuna vitabu fulani wametengeneza vya kuongoza maombi ama kufundisha jinsi ya kuomba. Hivyo vitabu unakuta wengi wako navyo na wengi wanavitumia tu kuomba, haizi kutamka yeye mwenyewe mpaka apitie kitabu. It's okay. Lakini wakati mwingine kiweke pembeni. Sema sasa ninaomba Mungu anisaidie. Wacha nitamke mwenyewe bila kutamka yale yaliyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hujui kuomba, unaweza kumwambia Mungu, ninakushukuru umenilinda, nakushukuru kwa ulinzi, ninakushukuru kwa uzima, ninakushukuru kwa afya. Mungu, naomba unilinde mimi na familia yangu, endelea kunipigania, endelea kunitetea. Mshukuru Mungu tu. Hata si lazima eti uombe muda mrefu, si lazima uombe mpaka ulie, hapana. Unaweza kutamka tu maneno kidogo na Mungu akakutendea mambo makubwa. Lakini jina la Yesu ni jina lenye mamlaka. Acha kuamini kupitia maji. Ndio unakuta kuna wagonjwa wengine mtu anapelekwa hospitalini, amepimwa, amepatikana na ugonjwa fulani, amepewa tembe za kuhesabu, dawa za kuhesabu kidogo tu, anaanza kuzitazama zile dawa. Hizi dawa ndo zitaniponya maumivu yenye nasikia jamani? Mbona nasikia kuumwa hivi? Hizi dawa zitanisaidia kweli? Umeweka tayari ile roho ya doubt. Unazidoubt hizo dawa, huziamini. Anza kumwamini Yesu peke yake. Anza kuliita jina la Yesu mahali unaona umefika mwisho. Ita jina la Yesu. Mwambie, ni mimi na wewe Yesu. Uniache ni wewe ama unishike mkono ni wewe.
Utukufu ni wako Baba, usiruhusu adui ya win. This battle is for you. Ulisema ya kwamba utanipigania vita. Baba, naomba unipiganie, unishindie hivi vita, maana peke yangu siwezi. Wewe uamini mpaka uende na maji. Mchungaji, ombea haya maji, mwanangu ni mgonjwa, ninaamini ukiombea nikienda nikimpa. Wewe mwenyewe uko na mamlaka, you have authority. Biblia inatufunza ya kwamba katika Luka 10:19, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na kuangusha kila falme itakayoinuka kinyume nawe. Hakusema ya kwamba nimempa mamlaka mtumishi, ama nimempa mamlaka mtu fulani, ama dada fulani, ama kaka fulani. Hapana. Nimewapeni mamlaka, kumaanisha ni sote we have authority. Tuko na mamlaka kinyume na nguvu za huyu mwovu, huyu mtawala wa ulimwengu huu. Tuko na mamlaka ya kumsambaratisha, but we don't know how to use the authority. Hiyo ni shida. Ni shida sana. Wapendwa, hebu tuache kuishi maisha ya kale. Sasa hivi tunaishi tukienenda na Mungu alifuta hayo yote. Yesu alipojitoa kwa dhabihu iliyo safi na inayonukia vizuri mbele za Mungu, zile mambo zote za kale zilifutiliwa mbali, mambo na chumvi, mambo na sadaka. Ndio maana wengi bado wakiona mambo yamewazidi wanaenda kwa waganga. Kwa waganga wanafika wanaambia lete kuku, unatoa sadaka. Bado unaishi katika agano la kale la kutoa sadaka, la kumwaga damu. Wakati sasa Yesu mwenyewe alimwaga damu yake ili wewe utakasike, ili wewe uwe huru. Yesu akafa ili wewe uishi. Kwa nini tena bado uhangaike na vitu ambavyo vilisafishwa, vilifutiliwa mbali? Na sasa tumepewa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote, jina Yesu. Ukiliita hata kama uko kwa shida gani, just call Jesus. He will save you. Atakusaidia, atakuokoa. Hata kama uko kwa shida gani. Yaani amini, natamka tu jina Yesu. Yesu, ninakuita mahali ulipo. Baba, nisikie. Nimefika mwisho. Hakika atatenda jambo hata wewe mwenyewe hutaamini kwenye hiyo shida umetoka vipi. Kwa nini tunaishi maisha ya kale na tuko katika maisha mengine? Yesu anarudi jamani. Hebu tuweni makini sana na hivi vitu na hawa watumishi. Tuweni makini. Mtumishi bado ambaye amekazania shikilia chumvi, chukua maji, chukua mafuta, niyaombee, sijifanya hivi. Huyo si mtumishi wa Mungu. Huyo si mtumishi wa Mungu, maana bado anakuvuruta maisha yale ya nyuma. Na we hauko huko. Hiyo generation ilishapita. Tuko generation nyingine sahi. Generation ya kuamini kutoka ndani ya moyo. Generation ya kuwa na imani thabiti. Mbarikiwe sana na muwe na siku njema. Ninaomba Bwana azidi kuwabariki na azidi kuwafungua ufahamu wenu ukafunguliwe. Na kama hamumjui Mungu mkapate kumjua zaidi, na wale wanaomjua basi pia Mungu azidi kuwapa nguvu na kibali cha kuendelea kusimama katika njia inayompendeza.